Unajua kuna dunia wanaishi Kenya, sawa? Kuna dunia wanaishi Kenya. Lakini pia kuna dunia tunaoishi sisi huku wa Tanzania, wa Uganda. Hiyo ni sawa. Sikuongelea vizuri hili jambo la Mheshimiwa Rais jana kupigwa kiatu huko Mingoli. Nataka niwaambie watu wengine, hasa wa Tanzania, mna tabia ya kuigaiga mambo. Mmeona Kenya mtu kamrushia kiatu Mheshimiwa Rais. Na katika kitu kigumu sana, na katika mtu ambaye anaheshimika sana katika taifa, ni Mheshimiwa Rais. Wale watu wa kuigaiga mambo, Kenya wamejifiatua akili. Kenya ni watu ambao hawaogopi kitu. Kenya ni watu ambao wamechoka na vitu wanavyofanyiwa wao. Sio wewe Mtanzania, usije jaribu kumrushia rais kiatu au jiwe. My friend, utaishia pabaya. Serikali yetu sisi haina shida. Sawa? Serikali yetu ya Mama Samia haina shida. Au kama serikali yako ya Museveni huko haina shida. Usije jaribu haya mambo. Utaishia pabaya. Wale Kenya wana mambo yao ambayo yanawasumbua. Kwa usije kuiga wale wenzenu wameshajitoa akili. Serikali yetu si Tanzania haiko na shida. Mama anafanya mambo kama inavyostahili. Ungekuwa kuna shida, hakuna mtu ambaye angekaa kimya. Kwanza pia jeshi la polisi liko vizuri zaidi. Jeshi la polisi letu la hapa Tanzania liko vizuri kuliko unavyofikiria wewe. Yaani utakamatwa hapo hapo. Na moto utawashiwa hapo hapo. Kwa sababu katika kitu tunakitegemea katika taifa ni Mama Samia. Mama Samia amebadilisha mambo mengi sana. Sasa usije jaribu kumpiga kiatu, wananchi wenyewe watakuja kukuvamia wewe wakupige. Mama Samia ni mtu wa watu. Ni mtu wa kila mtu. Tanzania mna tabia ya kuigaiga mambo. Naongea hivi na Tanzania kwa sababu mna tabia ya kuigaiga mambo. Wanasema kabisa kwamba hata mtu anayeiga lifestyle ya mtu mwingine, huyu inamkosti baadaye. Kwa sababu ukishindwa kuafford vitu ambavyo anavivaa, anavyokula, itakukosti kwa sababu utakuwa umeaminisha watu una kitu kumbe huna. So don't eagerling lifestyle ya Wakenya kuileta TZ. Huwezi. Kuna namna tunaishi Tanzania, kuna namna wanaishi Kenya. Wanaongea Kiingereza, tunaongea Kiswahili. Sawa? Wana viruga vyao vya ndani na sisi tuna viruga vyetu vya ndani, mfano Wanyakyusa wa nini huko, nao wana Wasomali, watu wengine tofauti. Usije iga. TZ ni TZ, Kenya ni Kenya, Uganda ni Uganda, Ethiopia ni Ethiopia, Nigeria ni Nigeria. Nadhani tutakuwa mimi nafunza napenda kufundisha watu kupitia matukio. Morning Kenya. William, the incident that happened yesterday, ile kutupiwa kiatu, that shows kuna mwanya katika security yako. Your security is vulnerable. Say that. Tuseme for example, atasijui mtu alitupa kiatu by mistake. Hiyo kiatu ingewekwa grenade ndani, alafu itupe by mistake. Hebu tufikirie sisi wote. Hiyo kiatu ilitupiwa na watu, ingekuwa ni Masai ametupa mkuki by mistake. Hiyo kiatu ilitupwa jana kwa uso yako, ingekuwa na ile rungu ya wakale hiyo natet, ama ingekuwa mshale itupe by mistake. Where were your security? Okay, we might differ in politics and everything, but you are still the son of the soil. Anasi ati tunakupenda sana, no. You are our property. Sai ukikufa sisi wote yani it will be a loss. Na hacha nikwambie kitu moja, Mr. Rice. You belong to the state. You are our property. So hii mambo ya kwenda kusimama juu ya gari, nilikwambia, nilikuona. Hii mambo ya kwenda kusimama juu ya gari, hii mambo ya kwenda kuvisit
sijui kiolela kila mahali, that will make you a one-term president, not because of kutolewa kwa kura, kupelekwa binguni. Now that umefungulia Al-Shabaab, umejaa kila mahali, umefungulia watu kwa sababu ya kutafuta kura mingi. So ile kiatu ilitupiwa jana inaonesha kuwa, imeonesha Al-Shabaab kuwa you are very cheap in terms of security. So they will take advantage. Isiwe that you will be in history. Unajua Kenya usimake history. Hakuna president amekufa akiwa kwa kiti. And we can see this happening. Restructure, reshuffle your security. Now security, I know, nimeambiwa na uchunguzi yangu, au security wako njaa. Wakipatiwa kitu kidogo hivi, wewe hakuna. Wewe lisha security yako washibe, wape pesa. Wakati wa kulewa wacha walewe vizuri. Wakati wa kukula wacha kule vizuri. Sniffer dogs, nilikwambia uweke hapo kwa wakue frontline mali unatembea. Hakuna. Perimeter surveillance, nilikwambia watu wa visit your place, mali utaenda ku visit 3 days before you go. Unajifanya kimbelembele, unafikiria kila mtu anakupenda? Rais, kwanza wenye walikuwa naweka security jana, wao wote lazima wafungwe, wawekwe ndani. Where were their assignment wakifanya hiyo kazi? Mimi ningeomba kazi ni kuwekea ulinzi for free, but I'm working for another president in the other country. Tutastai kusema ni wapi. Niko na kazi mali nchi nyingine, si hapa. Ningeomba kazi nikufanyie kazi vizuri. But your security is vulnerable. Wacha hao watu wako wanakuwekea ulinzi wa shibe. And punguza movements. Launch projects ukiwa kwa State House ndani. That was an example. Jana ile ulionyesha jana ilikuwa example. They were testing waters. Rungu ya Masai kikuangukia kibati mbaya, unafikiria utaenda. So your security is compromised. Your security is very cheap and vulnerable. Hapo leo tumeongea mambo ya security. That is my line. Otherwise Kenyans have a beautiful day. The Kenyans hating their president, or Justin Bieber hating his wife? Huh? That's a very hard one, you know. But I understand the Kenyans, because I just finished watching a documentary, a BBC documentary called Blood Parliament. Good documentary, you know, but hi, I understand why you guys call him El Chapo now. I understand Kasongo. You know, being from South Sudan, people being shot by the government, people being killed is something normal. Like we're so desensitized to the point where it's okay, it happens, it's life. But in Kenya is a safe space. That's where we South Sudanese run to for refuge. No, that shouldn't happen in Nairobi.